Ngoja niongee leo. Sikiliza Watanzania wenzangu, nisikize. Watoto wetu watakataa kusoma kwa sababu machawa walioko nao wana maisha beta kuliko msomi. So watoto watawekeza kwenye maneno laini. Watoto wetu watajifunza kugalagala. Watoto wetu watajifunza kulia na kusema shule imejengwa. Anajua kishafanya hivyo ana gari V8. Tusipodhibiti roho, naongea kwa ujasiri, tutazalisha kizazi cha watu ambao ni wajinga wasiosoma, kwa sababu wanajua ukisoma huna lolote. Chawa na maisha bora kuliko injinia. Chawa na maisha bora kuliko mtu aliyesoma daktari miaka mingi. So na wanaona mitandao watoto. Anasema mimi nataka kama huyu. Kwanza kujifunza kugaragara. Anza kujifunza mashairi. Na waambieni ndo kizazi tunachozalisha nao. Mtoto anakuambia no staki. Kwa sababu kuna shortcut. Hauhitaji elimu, unahitaji maneno mazuri. Maandiko yanasema katika Warumi, hawakutumikia wewe bwana. Hawakutumikia wewe kiongozi. Hao wanatumikia matumbo yao. We have to be very careful na watu. Na nitawaonyesha mwisho wa somo hili. Biblia inasema hivi, watolewe hao watu. I will show you. Kama kuna watu ambao ni sumu nao kwenye jamii, kwenye makampuni, kwenye maofisi, mbaya zaidi hadi kanisani, ni hawa watu. Nao maandiko yanasema wanatumikia tamaa za matumbo. Mimi naomba nisikitisha. Nao muulize watoto wakiwa wametulia. Watoto wakiwa wametulia. Zamani sikuwa ukituuliza zamani sana watakuwa nani? Tulikuwa tunataja Nyerere, tunataja nani? Sasa hivi Mandela. Sasa hivi watoto ukiwauliza anakutajia mtu. Okay, wazazi mwenye watoto mnajua ninachokiongea. Waulize wanataka kuwa nani? So usimuulize nataka kuwa nani kwenye occupation, no. Muulize nataka kuwa kama mtu gani. Nisikiza atakaye kutajia. Sikiliza atakaye kutajia. Naongea mnacheka, lakini ni janga la taifa. Ni janga la dunia nao. Watu wenye vituko. Afu nyie mnaona ironi ya kawaida. Sio kawaida, ni mpango mbaya.